Okay. Alright, mpenzi mtazamaji, karibu tena ndani ya Kisi Hot TV kama kawaida. Nimeweza kujaja ndani ya nyumba kama kawaida. Karibu sana katika siku hii ya leo. Na najua kwamba siku yako iko salama, iko safi kabisa. Ikiwa ni mara yako umeweza kuingia kwenye show yetu ya siku hii ya leo, wacha niweze kukaribisha katika wakati huu. Karibu sana moja kwa moja, tunapenda kushirikiana katika masuala mawili matatu siku hii ya leo, tuweze kujadili na tuweze kujua kwamba jinsi ambavyo sasa inavyoendelea kunoga hapa nchini Kenya. Unajua kwamba ni baadhi ya mawili matatu yanayoendelea hapa nchini Kenya. Kuna baadhi ya taarifa ambazo zinaendelea kule. Kuna baadhi ya kina Mwangi wa Iria wameweza kufanya nini? Maana kina Mwangi wa Iria yale ambayo wamewatendekea ile roots, the roots party, maana kile ambacho kimetendeka leo, a lot of things that are happening today within the wapi Kenya. Jua kwamba we had yesterday, today, and as from yesterday tumekuwa na viongozi kuanzia members of parliament presenting their papers to the IPC. Some wengine wamekuwa cleared, but I just read kuna some aspirant wa UDA who want UDA ticket, but kwa bahati mbaya wakati alikuwa anapeleka makaratasi yake akapata kwamba the competitor mwenye alishinda aliweza kufanya nini? The competitor mwenye alishinda ashatangulia kurejesha na chama cha UDA, ili mwenye alishinda amefanya nini? Amepigwa nje. So kuna baadhi ya story mingi tunaenda kupiga hivi leo. Pale MP wameweza kupeleka jana senators, today senators wamepeleka makaratasi yao kwenye IPC. Wengine wamekuwa cleared. Kuna wengine wamesema kwamba ati unajua nani hana papers, unajua friend fulani hana papers, akienda IPC sijui atakuwa cleared. But there's some people have been talking a lot here. Kuna baadhi ya watu wamekuwa wakisema kwamba ati Oscar Sudi, I see yes, today Oscar Sudi was cleared by IPC, and if IPC clears you, it means that you are genuine, you are clean and genuine. Yeah, umekubalika, you have the qualification to vie for a certain word. Yeah, hiyo mnaelewa. So a lot of issues that we are going to talk today. Alright, okay, leo tunataka kuzungumzia masuala mengi zaidi na sana kuhusiana na ile ambayo imeweza kutendeka katika masuala ya kisiasa, kuanzia ile mambo na kukiria kutoka IPC. What ulifika, let me remind before we go to our tonight topic, because I want to give you time ukuze kwa show tuambiane ukweli. We talk in 2 hours, we discuss from there. Tutafanya nini? Tutaita tu ni siku, kisha baadaye tuweze kuondoka. So I want to remind you this. There is here this guy called okay, let me not mention any person here, but let us talk. Okay, so kuna baadhi ya watu tumesikia kusema ati hawa Kenya sijui ati party itakuwa clear, ati hawana qualifications, ati hawana papers, so party itakuwa decline, hawatapewa tickets za parties. So people talked a lot because some stations, some parties, they didn't participate in nominations. So tukasema ati kuna watu watapatiwa ticket. Now wamepatiwa ticket, they have tickets in hand. Okay, from there tukakuja tukasikia ati ati sasa watakuwa created na IPC, hawana papers. Some wamekuwa wale ambao wamepeleka makaratasi yao today and yesterday and today, they have been cleared. I don't know. So there's a lot of propaganda, and if we take this propaganda to be very serious, na tukiwa ni kitu ya iko very serious, tutafanya nini? Tunaweza kufanya nini? Tunaweza kwamba inatuumiza. But meanwhile, siasa ni kitu, ni mchezo mchafu. Ukiingia kwenye siasa, iwe mtoto mdogo, iwe mtu mkubwa, iwe kiasi gani cha umri wako ule, jua kwamba lazima kuna kwamba utafanya nini? Kuna kupigwa na kuna kugongwa. So ile kitu yenye ipo ni kuweza kufanya nini? Kuweza kuvumilia. So karibu sana katika Kisi Hot TV. Majina yangu ni mtu Dennis Kokorikontu kwenye studio hapa, nimeshikilia hapa tuweza kujadili masuala mawili matatu. And by the way, I want us to talk just yani kidogo tu, even 30 minutes, but tukuwa na discussion yenye inasaidia. Okay, I'm not here, sitaki kuharibia mtu yote kura, sitaki kusema mtu yote vibaya, but I want us to be very realistic kama Mkenya, and you as a Kenyan, let us discuss
and agree. Let us come here. We are not talking anybody here, but we want to quote from what our leaders are talking about. Yeah, the aspirants. Let me not mention the name leaders, but aspirants. I want to edit my what my topic, not leaders, but aspirants. So people are saying in 100 days in office, imagine I'll do APCD in 100 days in office, nita reduce price ya mbolea kutoka 6,000 to 2,000. In my 100 in office, I'll make sure kila Mkenya kila mwezi nampatia shilingi 6,000. That's for example. I'm using for example. In 100 in office, nitatoa sijui NHIF pale maliko nirudishe mpaka 200. Let me ask you a question. Let us be now, Wakenya hapa inafaa tu tuweze kurefuka kidogo jamani. Hapa tuweze kuzungumza tu kidogo. And we are not what? Hatuwezi atuongelee mtu mwingine vibaya, ama we are not criticizing anybody wrong, no, but we want to take these deep statements, you know, the vague promises that these leaders are giving unto us. These promises zimetufanya tumefail. They have failed the country, they have failed the economy of the country, they have failed. They affect Kenyans. Na hii ndio imeleta kitu tunaita poverty with the country, to so many families, because mtu anakuambia just give me, just vote for me, I'm here, I'm the genuine. Mimi si kama yule. No. Unaona hii barabara inatoka hapa ifika huko, my friend, I tell you, rami ninamwaga rami in 1 month, nitatengeneza rami. Mimi nakuja nakuambia, do you see, kama mko na shida, and you know these politicians, they are very unique and they understand na wanajua. Nakuja nakuambia in 100 days, wala inakuambia tu hivi, mimi niko hapa, nipigie kura, nipigie muone, nitatengeneza barabara, itakuwa rami, tutakuwa mnatembea vizuri. Siku 100 zinaisha, huyo mtu huwezi ukamwona, amepotea. Kisha anaanza sasa, I don't know if you are seeing, but then nitaenda kuwapatia, kuna, I don't know if you have those pictures. Sasa unaenda kuona baadaye, baada ya miezi na miaka kadhaa, tunaelekea uchaguzi. Sasa hapa anaweza kuja, anaingia kitchen pale, anaweza imagine aspirant ama sitting MP ama senate ama governor anakuja mpaka kitchen, anakupikia, anakuserve. Jiulize swali, my friend, I want to ask a question. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Frederick Ochenga amesema link. Wacha nikupatie link Frederick. Karibu sana kwenye show. Karibu sana kwenye show, tupige. Tuambiane tu ukweli. Nishawapatia link. Tuambiane ukweli. Imagine umechagua kiongozi mwezi wa 8 tarehe 9. Anaenda 2023 hayuko. 2024 hayupo. 2025 hayupo. 2026 kuelekea mwisho anakuja. Anakupata kwa shamba, analima. Anakupata unapika, anakutoa kwa meko, anapika. Anapata unafanya nini, anafanya. Anakuambia no, don't do it, let me just help you. Just you see, wengine nimeona wanatoa trouser, anatoa suti, anafaa kinyanza, kisha nakusaidia kupoma nyumba. But mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu hayupo. But the other day, it was on 20 what? Just around 2 years ago, 1 year ago, we saw just the politicians in Ghana. It was in Ghana. Yeah, I was very happy na wale watu wa Ghana. Politician alikuja na chakula kwa gari, anashukisha hata anawapatia watu. Wakatuanisha TV, wakamwambia na chakula yako, toka, wakamfukuza na chakula. Lakini Wakenya jamani, Wakenya. Nishawapatia link, by the way. Link ni watu wengine kwenye show, tuongee. In 100 days, do you agree kwamba huyu kiongozi katika siku 100 akiingia kwa ofisi atafanya kile kitu ambacho amekuambia? Imagine 100 days, it is going to take time, aapishwe,
taking time achukue records, taking time to plan everything, but somebody is telling you, anatuambia in 100 days. Imagine, hata si kwako hapa in office, in a government office, public office, not in a private office or whatever, or a business, so that you can plan ABCD. Hapa it is a procedural way. You must go in a procedure. So tangu fika siku 100, my brother, so I don't know mimi kama mimi no, just come ingia kwa show, tuambiane ukweli. Nisha Fred Kocheng nimepatia na link, mtazamaji, nimekupatia link kwenye comment section. Ukiguza hiyo link ikufikisha hapa tuweze kuzungumza mawili matatu hawa viongozi. So tuambiane, kama hapa mimi naongea mbaya, mniambie kukurikuntu unaongea mbaya, na kama wewe ni kiongozi njoo tuambie how do you work in 100 days to ensure that you have done everything that you have promised these Kenyans. Utafanya economy iwe sawa in 100 days. Kitu ambacho kimesumbua watu, umekuwa in office over years, but you will just do it in 100 days. How? So nilikuwa naongea tu hivi hapa. Sasa kiongozi anakuja vizuri tu hivi. I want to say this one, wacha nitafute, sidumi kiongozi mwingine vibaya, but nataka tuweze kufanya mawili matatu. Sitaki tu niweze siingili mtu yeyote. Najua kwamba watu wote mko sawa, lakini najua kuna baadhi ya wale viongozi ambao wameweza kuingia katika hiyo eneo. How will you just make this work in 100 days? Hata sivyo hao wengine ambao I don't know naweza waitaje. Nimeona kiongozi kwanza, niona Silvana Sosoro wa South Mugirango. Silvana Sosoro nilimwona akipoa, ametoa kinyasa kabisa, amevaa kinyasa na anatembea na poa vizuri. Nikaona Didmus Barasa the MP Kimilili ameingia kitchen, amepika chai, amesafu, ameleta kwa meza, amesafu huyo mama na wanakunywa. Hey, don't forget Isaac Mwaura. Isaac Mwaura alitembea kule item ya nomination, anapita anaosha watu nguo. Imagine nominated, I don't know if it's nominated or whatever, MP or Senate, I don't know. Isaac Mwaura alikuwa anaosha watu nguo, anakuja na kupikia shwari. So I don't know these years, hii miaka yote, from the first day of being elected as a leader until nearest to the election, huwa wanakuanga wapi? And so let us tuambiane ukweli and discuss here. Je, do you agree it kwamba within 100 days, do you agree within 100 days huyu kiongozi atafanya ile kitu ambacho amekuambia? I don't know, ataruka procedure, because in the government institution, in the government offices, you must follow procedure. There's a procedure to follow for you to make something to be successful. So nimepatia na linki pale, ile kitu ambacho ninaomba ingia kwenye show, mkuje kwenye show tuambiane ukweli. Ingia hapo kwenye hiyo link tuweze kuambiana ukweli. Nimeweka link hapo, we are discussing hapa, tuambiane ukweli. Hata unataka tu niambie tu hivi leo, kama wewe Mkenya mpiga kura, uniambie kwamba within 100 days huyo kiongozi atakuwa amekufanyia kila kitu ambacho alikuwa amekuahidi. Atakuwa amefanya kila kitu vile ambavyo mlikuwa mmekubaliana. Yes. And how? Kisha baadaye tutazungumzia kuhusu hao viongozi ambao wanakuja tu, anakusaidia kufanya kazi, anakutoa kitchen. Imagine akiwa kiongozi, sijui kama atakuja akupikie, atakuja kuosha vyombo, atakuja kuvulia nguo, lakini kama ni time ya campaign, wapo tu, akikupata tu kwa shamba na yako pale tu. Angalia, umeona
but kuna mtu sijaiona. I don't know, sijaiona. Let me just talk about, nishaiona viongozi kama nimeona chuzi kama siku mbili tatu hivi nilikuwa nimeona kwa nitatafuta hizo clip hapo kwa studio za William Samoei Ruto. Siku nyingine nimeona akiwa Nyamira kwa wenye wafanyabiashara wachoma kama wanachoma mahindi pale kwa barabara, ananunua mahindi pale na anakula. But I don't know, you know what is obvious. Anyway, I come to that side. Watu wenyewe kwenye shot tuweze kupiga mawili matatu tujue kwamba jinsi ambavyo yanaendelea, kisha baadaye kufahamisha kwamba kuna baadhi ya wale viongozi ambao wameweza kukwama hivi leo. Kuna baadhi ya wale viongozi ambao wamekwama leo kwa sababu ya wao hawakuweza kufanya nini, hawakuweza kupita. Kwa mfano Mwangi wa Iria niona kwamba alikuweza kusimamishwa akiwa pale akiwa na teta the Roots Party. Jamaa anaitwa nani, the Rasta man yo yeah? Jamaa sema kwamba ataachilia panga, ataachilia iwe kwani iko nini? So guys, I hope kwamba itakuwa noma tena zaidi. So vile nimeweka hii hapo, naomba tuweze kufika kwenye show, tuambiane, tuweze kudiscuss na tuweze kuongea mawili matatu na jinsi ambavyo jinsi ambavyo mambo yatakuwa. Anyway, nishapatia link hapo kwenye comment section, just waiting for you here as we discuss. Hii kitu inahitaji tuweze kuzungumza sisi wawili, sisi sote. Alafu kisha fanya hivi, ikiwa tu ndio umeingia hapo, naomba uweze kufanya hivi, hakikisha umelike, umeshare and umecomment. Okay, again usisahau kwamba kuna baadhi ya leo pia nimekuambia kuna baadhi ya viongozi wameweza kurudisha makaratasi yao. Alipokuwa kuna kiongozi wa kutoka wapi, nitakuchezea hiyo clip. Kuna kiongozi yani siku hizi wanachofanya they are very humble. I don't know yani kwanza campaign hako very humble. Namba ya simu utampata, yeah? I don't know we want to hatuwachomei peti kabisa, but we want to discuss this one into details. Okay, tuweze kujua kwamba ni njia ipi ile. Leo pia kuna baadhi ya viongozi wameweza kupeleka makaratasi yao pale IEBC. Wote niwapatie hii kwanza, and then itakuwa narejea papa hapa tunapojadili yale ambayo yanaendelea. Abantu baminto tuwachira lero kubepa masikarani wa senator na wikire na koli tuli ni timu yetu ya ODM Kisi County, chairman yetu Mheshimiwa Terosino Ara, governor yetu se timu Simba Mheshimiwa Simbara Tinoalega, our women rep excellency Muswati Donya Toto Alega, Mheshimiwa Monda Kale wote because now what the mama mwale Nairobi. But for us, we are ready to go to the ground. I think we pangiri uongo sawa abantu betu bonsi bali ba ODM, members ba ODM, officials ba ODM, coordinator cha ODM e campaign uchake uno mheshimiwa sibako beka maskara ye wiki yegocha
twenzingo so atule ground turamnyukana turayegereria abantu bakwakiriza gendo yoka nali goteba abantu baitumba basikwe turazimio nonye kindo ODM tutari gusikiro disco tuskaine twenzi candidate yito no mugakaraire nere tutari ku make sure bere president ebibine sana kutukunya konyegerani lakini toko aendeke keguru Kailabe president yito mwana omuntu simbarati abe gavana yane anchirende mbe senator na madam Donya nera be women rep ngende kindo chimbe. Thank you so much. Siku leo sijaanza sababu tulikuwa tunaongea na afisa ndiye alitupatia saa hizi na wakati huu. Ningependa kusema kuwa na furaha sana kwa sababu makaratasi yangu yamefanyika, certificate nimepata, sasa nikuingia uwanjani kinyang'anyiro. Mimi kwa niaba yangu binafsi, familia yangu na ndugu zangu wote, ningependa kutoa shukrani zangu kwa team leader wetu Mheshimiwa Sindarati ambaye anasaidia ugavana, deputy governor Mheshimiwa Moda ingawa hayuko hapa, jambo fulani Nairobi linafanya women rep wetu na excellency Madam Donya, chama cha ODM Kisii branch yote mzima, Kisii County branch, mwenyekiti hapa, natoa shukrani. Sasa ndio uwanja, alafu wananchi wataamua baada ya mwezi mmoja. Abantu baminto tuwachira lero kubeka masikarani wa senator na wikire na koli tore ne timu yetu ya ODM Kisii County, chairman yetu Mheshimiwa Kerosino Ara, governor yetu se timu Simba Mheshimiwa Simbarati Mwalega, our women rep excellency Moswati Donya Toto Mwalega, Mheshimiwa Monda Kale wote because now what they mwana mwale Nairobi, but for us we are ready to go to the ground. I think we pangire uongo sawa abantu betu bonsi bali ba ODM, members ba ODM, officials ba ODM, coordinator cha ODM e campaign witake uno mheshimiwa sibako beka maskaraye wiki yeocha twenzingo so atule ground turamnyukana turayegereria abantu bakwakiriza gendo yoka nali goteba abantu baitumba basikwe turazimio nonye kindo ODM tutari gusikiro disco tuskaine twenzi candidate yito no mugakaraire nere tutari ku make sure bere president ebibine sana kutukunya konyegerani lakini toko aendeke keguru Kailabe president yito mwana omuntu simbarati abe gavana yane anchirende mbe senator na madam Donya nera be women rep ngende kindo chimbe. Thank you so much. Siku leo sijaanza sababu tulikuwa tunaongea na afisa ndiye alitupatia saa hizi na wakati huu. Ningependa kusema kuwa na furaha sana kwa sababu makaratasi yangu yamefanyika, certificate nimepata, sasa nikuingia uwanjani kinyang'anyiro. Mimi kwa niaba yangu binafsi, familia yangu na ndugu zangu wote, ningependa kutoa shukrani zangu kwa team leader wetu Mheshimiwa Sindarati ambaye anasaidia ugavana,
Deputy Governor Mheshimiwa Moda, ingawa hayuko hapa, jambo fulani Nairobi linafanya. Women rep wetu My Excellency Madam Donya, chama cha ODM Kisii branch yote mzima, Kisii County branch, mwenyekiti hapa. Kwa shukrani. Sasa ndio uwanja, alafu wananchi wataamua baada ya mwezi mmoja. Kuna wananchi kuna haki kwamba labda urafiki wa karibu sana na mheshimiwa ndio hospitali ukuu kuanzia bwana. Hiyo mimi huita propaganda. Hilo swali mliuliza Profesa Ongeri alipokuwa senator, mliuliza Obure alipokuwa senator, mbona mimi mnaniuliza? Sasa jambo lingine, swali lingine ningependa kuuliza, tukikosana na mheshimiwa Harati tusiwe marafiki, hiyo itaonyesha kuwa mimi nitaoversight vizuri? Katiba inakubalia kuwa county government is run by the governor and the deputy governor. The women rep is in Nairobi, the senator is in Nairobi. My job is to have an office where we will be discussing with my brother. The relationship is never adversarial. The relationship is supposed to be consultative. Whatever that is going to go wrong, I will definitely talk to the governor, I will seek his audience, I will engage him, we respect each other, we trust each other, and we intend to serve the community very well. All right. All right, I'm back. Hiyo ilikuwa ni maoni yake, ilikuwa ni interview ya ndugu yetu ambaye ni Monyonko, aliweza kuwakilisha makaratasi yake pale IEBC katika tawi la Kisii. So nimekwambia leo tunazungumzia masuala mengi kwa sababu kuna vetting ambayo ni vetting bado inaendelea pale IEBC katika mitaa yote ama branches zote hapa nchini Kenya. Vetting ikiwa inaendelea, tunaona kwamba kuna baadhi ya MPs ambao MPs wameweza kupitishwa, isipokuwa kama tumesikia cases ni vichache tu, kwa sababu kuna mbunge pale ambaye aliweza ni aspirant MP aliweza kufika na kupata ndugu yake mwenye alikuwa number 2 ashapatiwa pitishwa kupitia chama cha UDA. So I don't understand vile ilifanyika. Again, Mwangi wa area protesting after being dropped from IEBC list of candidates, and that's what I want to talk here. Kama it is a drop out, yeah, mtu amedropiwa. So okay, let me just say like this: a lot of aspirants on a presidential race have been dropped out. Others hawakuruhusiwa hata kufika kule kukaribia kwa hiyo ofisi, wengine wamefungiwa gate. I don't know what is your take. Should they supposed to attend, wafike kwanza, waruhusiwe wafike kwa hiyo office if they don't qualify? Okay, so I tell you, I just told you, tunazungumzia masuala mengi ambayo hasa imefanyika jana, leo, ambayo yanaenda kutendeka tena kwa sababu ya jinsi na ile wakati na majira yanavyosonga mbele. So nimekuambia kwamba umeingia kwenye show, kwenye comment pale nimeweka link. Ukiangalia kwenye comment section hapo nimekupatia link ya Kisii Hot TV. Hii link inakuleta hapa live. Mimi kwanza nataka tuambie tu ukweli, ama nataka tuelewane, ama kwenye comment unaweza niambia, do you agree within 100 days tukichagua huyu kiongozi vile ametuambia, within 100 days atatenda ama atafanya jinsi ambavyo amesema? Kwa mfano, mtu amesema kwamba nitahakikisha kwamba kama ni bei ya sukari nitaitoa shilingi 1,500, kwa mfano 2,000 nirudishe mpaka shilingi 500 kwa siku 100 kwenye ofisi. Aba, I want us to tuambie ukweli kwamba wewe, do you agree? And if you agree, what makes you to agree with them? Because tunataka tu tuwaambie kwamba in the other ways, on the other side, I want us them to understand, Wakenya tumechanuka. Mtu akikwambia kama kitambo,
Mtoto unamwambia ama unaambiwa nakuletea peremende. Mtoto wangu lazima nakuletea peremende, tulia, nyamanza. Unatulia, mami anaenda soko, anaenda safari, umetulia pale, uko natumeni kwa mami analeta sweet, analeta peremende. Kwa sababu ile hali ya uwezo ama ile kutoweza, mzazi anakwambia, anakuja kwambia, oh mtoto wangu, oh nilisahau, sikufanya, haikumake. Ndio si mtoto tena anaanza anamwambia toto, kesho nakuletea sweet, sawa? So mtoto anatulia, anajua kwamba mami amesema ataniletea sweet kesho. Okay, ushaona? Sasa hivi ndio imekuwa, tunafanya nini? Tunachezewa na hawa viongozi. Okay, let me just, I want us to calculate within 100 days in office, someone to deliver ile kitu mtu anakuambia in 100 days. Inaweza fanyika kweli? Kama inaweza fanyika, ni nani ashaifanya within 100 days? Kitu ingine leo tu tuweze kuchanuana tu hapo ukweli. The other day we saw some politicians from Ghana, and most of us to celebrate, we congratulated the people of Ghana, the Ghanaians, because there is a certain politician alipepa chakula, akapepa mavitu, akapelekea watu, kufikisha kutoka kwa gari yake. Wale wakamwambia, no, tafadhali pepa vitu zako, rudiana nazo. Hizi siku zote umekuwa wapi? Na unakuja leo, siku zote umekuwa wapi? And so walifukuza yule politician na chakula chake na vitu zake, akarudi nazo. But sisi wa Kenya hapa, the moment politician awe nani, iwe ni mimi Kukurikuntu, ninasema I'm the aspirant, nipepe vitu tu hivi, nikuje mpaka kwa station fulani, niseme kwamba nao panga laini, lazima niwapatie, lazima niwasere, Waikamba sere, weko Mororongo hivi. Yani mtu anakuja, we just accept. Hata kama akitoka pale mwingine akuje, it is the same, we will accept. Wakenya hapa ndio hatuna msimamo. I don't know. Let me ask you a question. Mimi vile niko tu hivi, sometimes ninamaraka napenda huyu mpunga anaitwa Silvana Sosoro. Wengine wanamwambia ati yeye ni pesa, ati yeye imemweka kule. Anakuuliza, wewe hiyo yenye unatafuta matawi ama unatafuta pesa? So mtu akitafuta uongozi ama akitafuta cheo, anataka pesa na jina. Sawa sawa. Pati muhimu ni pesa, jina. I'll ask you. Mimi nimetoka nje, I'm using my money, I'm using my resources, I'm using my time, I'm using my energy. I don't respond to my family. Watoto wamenisahau. Tuambiane tu ukweli, wa Kenya. Nikuja tu hivi kila siku. Mimi kazi yangu nikipita kila sehemu, nakupatia unga, nakupatia ugali, nakupatia kila kitu. I don't say kwamba kupatia sasa msema ati Kukurikuntu unataka kutuchomea tusiserwe, tusipatiwa pesa. No, patiwa. But let me ask you a question. Someone is giving you money every day. He's spending a lot of money. He's spending millions of money per day. Spending millions of money per day. And then from there anakuambia, anakuongeza uongo ingine. Let's be sincere. Uongo wa kwanza amekupatia ni pesa. Amekufumba na pesa. Na hata kama ni mbaya, pesa funika. Pesa. Uongo number 2. Within 100 days, I'll just work hard. Lazima nihakikishe nimefanya, kama ni NHF, nimetoa shilingi 5,000, nimeleta shilingi 1,000. Okay? Huyo mtu ametumia resources yake, pesa yake,
amekopa, amechukua loans, amefanya PCD, amekamen, amechukua kura. Don't you see this person akiingia kwa ofisi, the first mission anakonayo, the first mission this person has is to return his resources, arudishe pesa yake. The second option is to return his energy or her energy, because he has spent nights and day nights and whatever, he doesn't sleep, anatembea mchana, anatembea usiku, hakuli, halali, anatembea kutafuta kura. So again you tell us when you win or when you ukishinda, and now utafanya nini? Utakuja sasa ufanye kazi. Have you ever seen this? Do you agree? Wewe Mkenya unakubali? Mbona Wakenya tunadanganywa, anatuchezewa akili na tunakubali? That's what I want us to discuss. I want you to uingie, unajua nimeshapatia linki pale. I don't know if I'm speaking sense and if you are getting something. If you are getting something, and then that means just come. Let us reason together. Tufunzane kama Wakenya. Je, wewe, can you spend your money kutoka kwa bank? Wewe kwani uko na watoto unafaa kurisha? You have, and then you spend millions of money from your account. The matter you have taken time, ushachukua muda kutengeneza, and then zipotee. Kutengeneza million, maybe it has taken you some 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 months, and then you use 1 million within a day. So again you win, naenda kutuambia kwamba hey. Anyway, that's what sometimes we have incompetent leaders, leaders who don't deliver, leaders who just are concerned because they understand and they know very well, nisipofanya kazi, mimi nisipofanya kazi katika eneo langu lenye naongoza, I'll come with money to entice, I'll bring money to entice. Niliwaambia tukajengea barabara within 100 days, nitaweka rami. 100 days zimeisha, tumeenda miaka imeisha, hajafanya kitu chochote. Anarudi anakuambia now you know, tulikuwa na corona, COVID-19 just came and slapped us, you know, nimejaribu sana hii barabara, sasa ndio nimeweka budget, serikali kuu inaachilia pesa, zitakuja, lazima utachenga hii barabara. Au sio? Watu unapiga makofi, you celebrate. Fanya kuambia panga laini, wamama hapa, vijana hapa, wazee hapa katikati, nawapatia pesa. Ile pesa ilikuwa inafaa kujenga barabara, ile pesa ilikuwa inafaa kukufanyia kitu, ile pesa ya basari ilikuwa inafaa kulipia school fees ya mtoto wako, ile pesa ilikuwa inafaa kuletea maji. Mtu anaisave, anakuletea, anakudanganya, inakufumba macho. Kama mtu sasa asambie tu ameelewa, kokolikonto ni kiongozi. This person, he has not done anything, hajafanya kitu chochote, hakuna kitu ambacho amefanya. Yeye yupo tu pale tu, yeah? Yeye ako pale tu. So you tell us how we can uproot this poverty from these Kenyans. Economy inapanda juu. Just listen to me. Viongozi ni wangapi? Hakuna kiongozi hata mmoja amesimama na kutetea Wakenya kusema kwamba this economy, no, toa mshahara wangu, rudisha economy chini. Hamna. The MPs wakiingia kwenye debate ya kuongeza mishahara yao, kila mtu anasema
May everybody say yes, 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 have it. Yaani watu wanakusema nani anapiga tusiongeze pesa? Hakuna. Tuongeze pesa, kila mtu anakubali, mkono juu. Tumeongeza mshahara wa wabunge, imeenda juu. Tukifika economy, sukari, mwananchi wa kawaida imepanda, hakuna mwenye interested. Nobody is interested. Tukifika time ya kura, sasa tunaanza kutafuta vulnerable families, wale ambao wajiwezi. Unasikia kwamba chief, nitafutie ile familia ambayo hajiwezi kabisa. Chief anaandika chini, ng'ombe wa ng'ombe, chifu wa ng'ombe, chifu wa ng'ombe, hajiwezi. Omete Omenge hajiwezi. Fatuma Njeri hajiwezi. So from there the politician anakuja anakuentice unga moja 2 kg of meal, maize meal anakupatia, unaenda unakula one day, you forgot everything, sorry, unasahau kila kitu. Sasa unasema kwamba bwana jani alitupatia unga, bwana yule ni kiongozi, alinipatia sukari akanipatia unga, yule ni kiongozi, wewe ni kiongozi. Just one day and you forgot ile shida mazo. Jamaa alienda parliament akajiongezea mshahara wake ukaenda juu, watoto wake wako sawa, CDF haripi, barabara hatengenezi, maendeleo hafanyi. Yaani wewe tuko tu pale tu. I love this one. I don't know, more especially hii campaign nimetembea kidogo na some politicians wakitembea, the most wale watu ambao wameweka tumbo mbele, wanataka wapatiwe pesa, wanataka tu wapatiwe pesa. Ukiwaangalia kama utawapatia pesa, wewe si kiongozi. Wewe wataanza kuimba sasa yule anawapatia pesa. Kwa mfano mimi niende katika eneo fulani, nianze kusema mimi kama Kukurikuntu, nawaambia hakika sina pesa, mimi ni maskini, nipatie uongozi, lazima nitaranisha constituency yetu ikuwe sawa, ama country yetu ama ward yetu ikuwe sawa, nipatie kura. Wanakupigia makofi, maliza. Usipowapatia pesa unasikia wanaanza kuimba mtu mwingine, chifu ng'ombe weka, chifu ng'ombe weka, kwa sababu wewe wanaimba mtu mwenye yuko pale, wewe uko pale kwa sababu hujawapatia pesa. This trend, it has been taken with vijana. Let's say the truth. Let's say the truth. There's a leader, nilikuwa na a certain leader in Nyamira County in the last 2 months ago. The aspirant governor akawaambia watu wangu wa Nyamira, I have good vision for this Nyamira County. I have good agendas for Nyamira County. Akaeleza 4, akaanza moja ABCD, akamaliza. Akawaambia tafadhali, if you see that I can make this county to shine, please vote for me. Na wahakikishia mimi sina pesa, sitaki kuhaunga na pesa, nipatie uongozi, muone miaka 5 tu, muone vile ambavyo nafanya kazi. Finally, after kumaliza, a graduate, kijana amegraduate from campus, amekaa nyumbani 6 months, kaenda mkono juu. Kiongozi aspirant akauliza, nani kuna swali? Kijana kaenda mkono juu, I'm here. Kamwambia sileta swali. Kamwambia kiongozi, tumeona kuna manifesto nzuri, haki wewe ni kiongozi, you will help us, we have seen wewe utasaidia Nyamira County. From there kumalizia, kamwambia kiongozi, sasa ukiona hapa watu wamekuja hapa, si vijana wako pale, wamama wako pale, wazee wako pale, na tumejaa, tumekusikiza. So ile kitu tunakuomba sasa, ukiondoka tuachie chai ya kukunywa. Huyo kiongozi akashtuka, akavusa kijana, uko na miaka ngapi? 27. Umesoma? Niligraduate some 6 months ago. Akamuuliza,
So unaniuliza nikupatie chai ama unataka uniambie nikutafutie opportunity ya kupata kazi na kitu ambacho umesomea? I just give you the opportunity ufanye kazi, usaidie wanakijiji, usaidie watu wa eneo lako. Kijana akatulia. So vijana wameweka tumbo mbele. If you are a kijana, I'm very sorry, but sijaongelea vibaya. But in this country, Kenya, the genuine leaders wale ambao wanakuja kwa ground, wanakuambia my brother, my sister, I'll just work and I'll make this country to shine. I must. Wale watu imagine hawaangaliwi. I've seen a trend in some counties. So as some aspirants walikuja, hadi akikuja tu hivi akisimama eneo tu hivi, watu kama ni matanga, hata kama mtu kuwa unapanga kwa nini matanga unaenda. Kwa sababu gani? Baada ya matanga, baada ya mazishi kuisha, lazima huyo kiongozi atakupatia pesa. Have seen kuna some events zingine mtu anaenda anakuwa wa mwisho kabisa anaongea, kwa sababu yeye akiongea atoka ende, watu watatoka tu, wache function isifanyike. Let me give you a story here. You know, I'm giving a story as well as I'm waiting muingie kwa show. Nimeweka link kwenye comment section, tusaidiana hapa. Watu wanatuambia kwamba within 100 days watakuwa wanafanya kazi, within 100 days watakuwa wametengeneza mambo yatakuwa, yani mtu atafanya economy ya Kenya ikuwe sawa, life ya Wakenya itakuwa sawa within 100 days. How? People have been in the government, yani viongozi wamekuwa kwa serikali in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 years up to 12, 13, whatever years, but they have no economy bado inaendelea kupanda juu. So how will you trust people? What are they enticing us with it? So I don't know. Kenyans, we need to be very, very brave, because tukuwa tu watu werefu. Yes. So if you just sit. Anyway, wacha nishughulikie taa yangu hapa. Naona hapa inaniletea giza, ile upande wa nyuma nakuwa narejea baadaye. Msiondoke, tunaenda kudiscuss hapa. Nataka kushughulikia taa yangu kidogo pale, naona inaleta giza na hii si picha nzuri. Let me just work on it. I'm back here. Niko pamoja na nyinyi hapa. Wacha niweze kurekebisha nirekebishe hii taa yangu na rejea. Msiondoke, tuko pamoja. Abantu baminto tuwachira lero kubipa masikarani wa senator na wikire na koli tuli ni timu yetu ya ODM Kisi County, chairman yetu Mheshimiwa Terosino Ara, governor yetu se timu Simba Mheshimiwa Simbara atinoalega, our women rep excellency Moswati Donya Toto walega Mheshimiwa Monda kale wote because na wate mama mwale Nairobi. But for us, we are ready to go to the ground. I think we pangiri uongo sawa abantu betu bonsi bali ba ODM, members ba ODM, officials ba ODM, coordinator cha ODM e campaign uchake uno mheshimiwa sindako beka maskaraye wiki yegocha twenzingo so watu le ground turamyo kana turayeberia abantu kwa kicho gendo yo kana gateba abantu bayitumba basikwe turazimio nonye kindo ODM ndoto isikiro disco tuskaine twenzi candidate yetu no mulakaraire nere tutaiko make sure very president bibine sana kutukunya kwenye garani
lakini toko aende kikimu Kailabe president yito mwana omuntu simbarati abe gavana yane anjirende mbe senator na madam Donya na erabe women rep ile kindo chimye. Thank you so much. Sikia tulikuwa sija sababu tulikuwa tunaongea na afisa ndiye alitupatia saa hizi na wakati mwingine. Ningependa kusema kuwa na furaha sana kwa sababu makaratasi yangu yamefanyika, certificate nimepata, sasa ni kuingia uwanjani kinyang'anyiro. Mimi kwa niaba yangu binafsi, familia yangu na ndugu zangu wote, ningependa kutoa shukrani zangu kwa team leader wetu Mheshimiwa Sindarati ambaye anasimamia ugavana, deputy governor Mheshimiwa Moda, ingawa hayuko hapa, jambo fulani Nairobi tunafanya. Women rep wetu na excellency Madam Donya, chama cha ODM Kisii branch yote mzima, Kisii County branch, mwenyekiti hapa. Natoa shukrani. Sasa ndio uwanja, alafu wananchi wataamua baada ya mwezi mmoja. Kuna wananchi kuna haki kwamba labda urafiki wa karibu sana na mheshimiwa labda hospitali ukazao kwa njia bwana. Hiyo mimi huita propaganda. Hilo swali mliuliza Profesa Ongeri alipokuwa senator, mliuliza Obure alipokuwa senator, mbona mimi mnaniuliza? Sasa jambo lingine, swali lingine ningependa kuuliza, tukikosana na Mheshimiwa Arati tusiwe marafiki, hiyo itaonyesha kuwa mimi nitaoversight vizuri? Katiba inakubalia kuwa county government is run by the governor and the deputy governor. The women rep is in Nairobi, the senator is in Nairobi. My job is to have an office where we will be discussing with my brother. The relationship is never adversarial. The relationship is supposed to be consultative. Whatever that is going to go wrong, I will definitely talk to the governor, seek his audience. I will engage him. We respect each other, we trust each other, and we intend to serve the community very well. All right. Nimerudi. Tulikuwa tunazungumzia kitu hapa. Yes. So, nilikuwa nasema kitu hivi. Inafaa sisi wa Kenya tujielewe. If we can't help ourselves, then it will be very difficult to help the future generation. Itakuwa vigumu sana. Kama hatutajisaidia sasa hivi, itakuwa vigumu sana kuja kusaidia generation ambayo inafuata. Imagine if this is 2022, imagine 2027, kwa wale watakuwa hai, what will happen? Yes, itakuwa aje? If right now mtu azingia kwa ground, mtu azingia kwa ground kama uko hivi, you can't. You need to have pocket for the ground to accept you. Lazima uwe umepepa kitu ground to accept, ili kukubali kwamba lazima uwe umepatiana kitu. Have seen, even you have seen so many leaders wametumia pesa. Mnakuta mwambia mtu fulani, jamani, ni wewe tu yani. My friend, I tell you, wewe ndio kiongozi. Mpaka mnalala chini. Haya. Wewe ndio kiongozi. But finally, uchaguzi kisha,
hayupata number 2. I've seen people, yani wewe tu uko pale unakuta namwambia kukurikuntu, wewe ndio kiongozi. Kukurikuntu, mtu akuguza hivi kukurikuntu. Hey, ogopa kwa Kenya, wacha watoka tu hivi ende, mwingine akuje, pato ni pale pale, hauna msimamo. Now tell me, somebody anatumia pesa zake kwa miaka mingi tu campaign, mnakula pesa, finally akipenya. So tell me, huyu mtu atafanya kazi gani? Atakuwa tu anakumbuka pesa zake. 2013 nilitumia bilioni 1. 2017 nilitumia bilioni 1. 2022 campaigns nimetumia bilioni 2 na nimeshinda. Akiwalai, ntarudisha pesa yangu kwa mfuko. So some wanafanya kazi, some hawafanyi, wanafanya ukarabati ABCD. Okay, wengine anafungua company. Kwa mfano kama anataka kupatiana what do you call tuitanga aje hiyo nini, tender. Kama anataka kupatiana tender, analeta company yake, anaipatia tender. Do you see? Analeta company yake, anaipatia tender, pesa inarudi kwake. It's all right. Sasa yani inakuwa ngumu tu hivyo, mwana wa nchini nakuwa na karibu sana. Welcome. Asante. So what is tuongee, it is 100 days. Mtu umespend time yake, umespend pesa yako, you have spent your energy. How will you just work within 100 days to make sure kwamba vitu zimekuwa sawa, kama si kudanganya? Yeah, mwana wa nchini unmute. Hello, kurukutu. tafadhali naomba usiondoke mwana wa nchini. Sasa usiondoke tafadhali, na sijakusikia hapa, but hapa kwa simu nimekusikia kidogo tu. Nione kitu hapa kidogo tu mwana, usiondoke. Hii mashine yangu hapa inataka kuniletea noma. Okay, yes mwana mwanjiri, ongea nisikie. Yeah, niko. Naona hapo ina reflect, but troubleshoot hapa. What's the problem? Kidogo tu. Alright. Okay. Anyway, mwana mwanjiri, na shughulikia kitu hapa kidogo, usiondoke. Usiondoke tafadhali, shikilia hapo tu. Hii kisha nitakuwa nimeweza kurekebisha hii. Kuna kitu hapo naona mashine yangu haijakubali. Naomba tu ushikilie hapo tu hivyo, nimalizane na hii sauti. Itakuwa tu nakusikia, ndio itakuwa vizuri. Tupate hiyo, nikiendelea kushughulikia sauti yangu mwana wa nchini. Yes.
abantu baminto twakira lero kubeka masikarani oseneta nabekire nakoli tuli n'etimu yetu ya ODM Kisi County, chairman yetu Mheshimiwa Kerosi Nwara, gavana yetu timu Simba Mheshimiwa Simbara Tinoalega, our women rep, Her Excellency Muswati Donya Toto Walega, Mheshimiwa Monda Kale wote because now what they want in the world Nairobi. But for us, we are ready to go to the ground. I think we pangire uongo sawa abantu betu bonsi bali ba ODM, members ba ODM, officials ba ODM, coordinator cha ODM campaign witake uno mheshimiwa sibako beka maskaraye wiki yegocha twenzingo so watu le ground turamyo kana turayeberia abantu bakwake chiko gendo yo kana goteba abantu bayitumba basikwe turazimio nonye kindo ODM tutari gusikiro disco tuskaine twenzi candidate yito no mwakarayo nere tutari ku make sure the president bibine sana utukunya kwenye garani lakini toko aendeke keguru kailabe president yito mwana omuntu Simbara ati abe gavana yane anjirende mbe senator na madam Donya nera abe women rep egente kindo chimbe. Thank you so much. Skate ni leo siga sababu tulikuwa tumeongea na afisa yani kupatia saa hizi na wakati huu. Ningependa kusema kuwa na furaha sana kwa sababu makaratasi yangu yamefanyika, certificate nimepata, sasa ni kuingia uwanjani kunyang'anyia. Mimi kwa niaba yangu binafsi, familia yangu na ndugu zangu wote, ningependa kutoa shukrani zangu kwa team leader wetu Mheshimiwa Sindarati ambaye anasimamia ugavana, deputy governor Mheshimiwa Moda ingawa hayuko hapa, jambo fulani Nairobi limefanya. Women rep wetu Her Excellency Madam Donya, chama cha ODM Kisii branch yote mzima, Kisii County branch, mwenyekiti hapa, kwa shukrani. Sasa ndio uwanja alafu wananchi wataamua baada ya mwezi mmoja. Kuna wananchi kuna haki kwamba labda urafiki wenu wa karibu sana na mheshimiwa labda hospitali kufanya kazi yao kwa njia ambayo hiyo mimi huita propaganda. Hilo swali mliuliza Profesa Ongeri alipokuwa senator, mliuliza Obure alipokuwa senator, mbona mimi mnaniuliza? Sasa jambo lingine swali lingine ningependa kuuliza, tukikosana na Mheshimiwa Harati tusiwe marafiki, hiyo itaonyesha kuwa mimi nitaoversight vizuri? Katiba inakubalia kuwa county government is run by the governor and the deputy governor. The women rep is in Nairobi, the senator is in Nairobi. My job is to have an office where we will be discussing with my brother. The relationship is never adversarial. The relationship is supposed to be consultative. Whatever that is going to go wrong, I will definitely talk to the governor, I will seek his audience, I will engage him, we respect each other, we trust each other, and we intend to serve the community very well. We all want to preserve great moments in life. And this is made easier when trusted hands lead the way, opening doors
nitakusikia kama uko pamoja na mimi. Karibu sana. Okay, najua kwamba iko sawa. Okay, it's okay. Nasikia kama sauti ipo. So mwana Wonchiri, come back. Tunataka kuzungumza hapa tuweze kuelewana kwamba nilikuwa nazungumzia kitu hapa. Just I don't know what happened to my devices, but najua kwamba itakuwa normal. It's okay. Kile kama unaangalia site hapa, it's fine. Mwana Wonchiri, sijui kama ushakuja, nitakusikia na kivingine. Sasa nita work very hard niweza kukusikia sasa. Hebu kuja hii side yose kuona kwamba itakuwa na tena zaidi. So nilikuwa nazungumzia kuhusiana na wale viongozi na chile ambavyo wanatulagai kama Wakenya. Jinsi ambavyo viongozi wanalagai kwa Kenya. Mtu anakupatia promise yenye haitafanyika. Atakupatia promise ambayo haiwezi kukua. Anakupatia promise ambayo hata ukiketi chini ujiulize tu. Yeah? Of course umenipatia promise, itafanya kazi lini? Anyway, sisemi hivyo. Kuna baadhi ya wale wachache ambao wanakuambia kitu hata hakitafanyika. Kuna baadhi ya wale wachache ambao wanatufanya enticing with money. Mimi nilikuwa nauliza tu hivi. Kiongozi anakuja tu anakulagai na pesa. Miaka 5 anapotea. Anarudi na pesa. Yaani tumekuwa mpaka wanajua kwamba huku hata nisipoenda wacha tu niende na pesa. Pale hata nisipoenda wacha niende na pesa. I don't need anything to go with. Ni pesa tu naenda nazo. Wale watu watanikubali. Okay? It's okay. No problem. 5 years down the line, kiongozi anaishi Nairobi. Anakaa pale majuu. Hakuja hapa ushago. Hajui tunatembea kwa matopa ina gani. Hatembei na sisi. Akichagua tu hivyo kiapishwa. Pio Nairobi anakaa pale. After a moment, after time ishaenda, tukielekea uchaguzi, sasa wanakuja ushago, anatoa suti, anavaa gumboots, anakuja kwako kwa shamba, anakuambia kukurikuntu, nipe chama, nipatie jembe, nikusaidie kulima. Anakuambia my brother, mamangu, unapika, wacha leo nikupikie chakula changu usikie vile ni kitamu. Anakuambia toto, yani you see, anapoma, anakuja anatoa suti, anakanyaga chini, anakanyaga udongo, wanatengeneza, wanapoma nyumba, na wewe uko pale pale, anakusaidia kupoma nyumba. Miaka 5 kisha kipata uongozi, asipopata ashaenda. So Wakenya, mbona tunachezewa akili? Mkenya tunafaa, you know what I mean is this. Wakenya inafaa tuweze kuchanuka kidogo, tufunguka akili zetu. Ikiwa mtu anakupatia pesa, haya pasi kuleni pesa, lete pesa tukule kwa wingi. Lakini mpige hesabu. At the moment mtu unakula pesa yake, akiingia kwenye kile kitu ambacho alikuwa anataka, kitu cha kwanza ni kurudisha pesa zake zenye alitumia, pesa zake zenye alikuwa anakufanyia kampeni. Yaani hata kama wewe uko hata nani, hata ukwe msasiroti hata ukwe msasiroti, my friend, you spend your money from your account, you spend everything, you have loans, you have borrowed money, you win. Na sasa useme you are now, wewe ni msasiroti, you can't return your money. Hey, the money you spend, it's okay, it's fine. Yani I want us to kuombeana ukweli. Angalia hapa kidogo tu. Yani sisi tuko wajinga aje? 5 years, first year, second year, third, fourth, huyu kiongozi ukienda kwake
Ukikanyaga kwake security, unaulizwa wewe ni nani? Kurikuntu, nataka nani? Nataka kiongozi. Anakuuliza, do you have appointment? Did you make an appointment with kiongozi? Siku make appointment. Oh, you have to make appointment with kiongozi. Unafungiwa kwa gate, huwezi ingia kwa sababu hauna appointment. How can you to visit the governor, MP, MCA na hauna appointment? Anakuambia no, I don't have time. Akona security pale very tight, huwezi mfikia. Waacha sasa time iishe, kama sasa hivi imefika, hey, yani milango imefunguliwa, you can enter. Saa hii nikiamka nienda kwa aspirant MP ambaye ni current wangu, ambaye ni Silvina Sosoro, nienda para South Mugirango, niingie tu hivi niseme ni nani, ni Kukurikuntu, mimi ni mpiga kura South Mugirango, tafadhali kikusema kuongea na wewe. Anaamua kutoka kwa kitanda, yes unasema aje, na anapiga picha, no kama anapiga selfie ama Snapchat, I don't know, sielewi. Anapiga picha, ana tweet, anasema I had a meeting with the Kukurikuntu, alikuja kwangu saa 6 usiku kuniomba msaada, nilimsaidia, nina ako sawa, mbele iko sawa, nichague mimi ni kiongozi mzuri. Kwanza tukuchague, huwezi onekana. Sasa hivi unaweza kuja unapiga picha selfie, unanipikia, tunakula pamoja. Unapiga selfie, unanisaidia kulima, unasema I had a peaceful meeting with my people, my bosses, we spent time together, tulilima pamoja, niliwapikia wakakula, so kazi iko sawa, nipigie kura. Una tweet, unaweka Facebook, unaweka whatever status, unasema wewe ndio kiongozi. Uchaguzi kisha, hizo zote nazo zinaisha. Lakini Wakenya nani ameturoga jamani? No, we need to be very brave. Infamous somebody anasema kwamba ukweli sisi ni wajanja lakini tunafanya vitu za ujinga. Preach pro, thank you, thumbs up. Yes, wacha tu tuambie na ukweli. You know, today I just went to nilienda mahali kwingine because the MPs and the senators walikuwa wanaweka makaratasi yao leo, jana na leo na siku kuendelea mbele. Mama fulani alikuwa kwa shamba, unalima huko kwa shamba, unapalilia mahindi, you are making your own food, you are making your own money, and then wakaona gari imesimama imeweka posters za aspirant. Hey, jembe chini. That woman alinishtua. She's almost around 50 years, maybe 55 years and above. Alitoka kutoka kwa shamba mbio. Yaani unatoka kwa shamba because unakimbia, unaweza anguka chini uumie, unaweza pata injury, unaweza pata na shida. Ulikuwa unalima, umeacha kulima, umeacha kufanya kazi yako, unakimbia kupatiwa pesa ya bure. Kwa hii dunia hakuna kitu cha bure. There is nothing for free. Aba kusiba wote wengine musangara kwete. So what are demanding for free? This person, the 50 pop anakupatia, 10 pop is giving you. The moment at a step in that office, that's the first mission to recover. To recover his money or her money that is spent or she spent during campaigns. Yaani wewe unadhani mimi nikuje nikupatie pesa yangu huko unipatie kura? For what? Kenyans, we must be very brave. No. You know, kuchagua kiongozi ambaye ni kiongozi mzuri hairinganishi, yani si kwamba lazima kiongozi akuwe na pesa. No. It is not a must leader to have money. Si lazima akosere, si lazima kupatia pesa. Eti kwamba sasa ndio kiongozi mzuri, anapatia na pesa, anapatia na unga, anapatia na nguo, anapatia na school fees. Hey! I saw certain leader anapatia, of course it is good to umepatia na school fees for the form ones,
vulnerable families, yes, of course, it is good. But my very big question, umekuwa wapi hii miaka ya hapa nyuma? Umekuwa wapi? Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, tumekuwa wanafunzi wanaenda kidato cha kwanza, form 1. Mbona hao uko unawalipia school fees? Ulikuwa wapi? And now tunafikia uchaguzi, ndio sasa unachukua hawa, ndio unapatia pesa, ndio unawapea. Ulikuwa wapi siku zote hii miaka yote? Hao wengine hapa nyuma umekuwa wapi? Mimi ombi langu kama Mkenya, Wakenya wengine tufunguke tu macho, tufahamu tu kile ambacho tunachokifanya. Wakenya tufunguke tu macho. Sijui kama anaweza ungana pamoja na mimi hapa. Wacha nikupatie hii linki kwenye comment section pale. Tumia hiyo linki ukuje tu tuambiane ukweli. We are discussing hapa, tusemezane ukweli. Let us talk the truth. Yes. Mimi sijawaribia unga. Kesho wakikuja kupatiana, wewe kula tu. But you have to understand, the moment you take that money, just think twice. It can build your life or it can ruin the future of your children, the future of your generation completely. Itaisha, hakuna kitu itapaki, because we are working for the better. We want infrastructure. We want well infrastructure. Kuna vitu ambazo tunataka vizuri, so that watoto wako hao wadogo wakilelewa katika mazingira ambayo kuna kidogo, wanatengeneza na wao, wanaacha kidogo, wanaacha watoto wao, and now there is a well, yeah, environment itakuwa nzuri, hakutakuwa na maskini. Mwasipesha sisi maskini ndio tunatumika vibaya. Maskini ndio wanatumika vibaya na wanasiasa. Wanasiasa wanatumia maskini vibaya. As long as they know that kwamba wewe ni maskini, hey, hii time ya uchaguzi kwako ndio wanafanya wimbo. Anakuletea nguo, picha, come for a photo please, come for a photo. Unapiga picha, hey. Anakuletea unga, come for a photo, anapiga picha, ana tweet. So why should you just no? Even the Bible says if you want to give, peana. Huu mkono sijui kwamba kama ulipatiana. Imagine huu mkono na huu mkono ziko, hii mkono iko pamoja, but upatiane huu mkono sijui kwamba ulikuwa ushapatiana. Biblia inasema hivyo. Sasa ukifanya kitu, unafanya kitu, umeitana press media, mko wapi? Today, thank you for the members of the state, fourth state. Today, I had a good moment with the vulnerable families at my constituency level. We enjoyed. I just gave them unga, cooking oil, and I'm the aspirant for MP in constituency Frani. So what? If you're an aspirant, why can't you come? Karatasi yako tu hivi, wewe wasaidia, nenda kama unataka press, ukitisha pressa, uitisha, sema mimi nitafanya mazuri kwa watu maskini, nitazidi kuwasaidia, nitajua kwamba economic itakuwa sawa, itakuwa vizuri. Wale maskini wakisikia kwa radio, kwa TV kwamba tinani wanasema huyo ni mzuri, alikuwa amesaidia. So even that one it will matter. Si lazima sasa tupige picha. Let's take a photo. Come for a photo. Smile. Unampatia nguo
Yaani imagine Wakenya na nyinyi hapa na mnanishtuanga. Ndio maana siwezi hama Kenya. Mimi ni Mkenya halisi. Umeleta mtu nguo. Imagine mtu ni mchafu. Hajaoga. Unampatia ile nguo, unamwambia vaa, unamvarisha. Tupige picha basi. Foto, cameraman itakasa foto. Imagine nguo umeleta, of course nguo ni safi, ni mpya, but umeleta in the wrong time. Umeshapatia mtu hajaoga, si msafi, umemvarisha, umemwambia piga picha. No. Tuchanue kwa Kenya, let us tukue watu wazuri. Me still I want, kama kuna watu kama 5, 9, 30. Mama, wewe ni mama ya mtu. Mama umezaa, uko na watoto na wajukuu. Hii time ya campaign umejitoa tu kwa barabara. Unakimbia tu kwa mwanasiasa. Yaani una dance. Yaani kuna wamama hamna hata aibu. Yaani wewe tu uko tu mama, you have 60 years. Bure tu miaka tu bure. As long as you have 60 years. Yaani because you have 60 years, yaani uko tu mwili 60 years. Yaani unaona mzee, uko na ndevu, uko na wako usijui njumvi. I don't know what I can call. Uko na gray or white hair in your head. But sasa uko pale tu unapishana tu. Unataka, yaani unapishana kiongozi. Unakimbiza gari na mzee yako, mtu unakimbiza kwa gari, hakujari, unaumia. So for what reason? Guys, wazee, wamama, no, wacheni hizo. Kama mamako unaona kwamba no, mwambie mami no. Mami, mam, no. Dad, hii hapana dad. Hii ni aibu gani? Ulete mzee, baba, mama, watoto, kiongozi kwa gari juu. Kiongozi. No. Si wasoma tunaambiana ukweli. No. Kiongozi, kiongozi, you know, muhesh, please, Mia. No. Hanuna somebody, I just saw this, I have to, nilikuwa naona tu hizi. Na kampeni zimeanza tutaona. Sijui ni hapa tu Kisii peke yake. Mama tu mzee, amejifunika tu matawi, amejifunika na matawi, sijui na nini, amejifunika huwezi jua, analala chini. Hata yule kiongozi, mnaitale kolia, ndio tuamanya, ye kurikuntuweka, analala chini hivi. Anageuka chini, ni mama, hakuna watoto, hakuna wajukuu. Yaani analala chini. Akifika kanisani, Wakolange ya Marieta. Hapo ni mtakatifu. Igorondoche. So hapa ako sawa kanisani. Hey. Ako mtakatifu. Ameokoka. Kwa wale ambao wanaenda ile kanisa ya Pentekoste, shangwe na vigeregere, wanashangilia. Shangwe na vigeregere. Akiambiwa shangwe na vigeregere, hapo sasa ako tu hivi dormant. Ako very dormant. Ametulia. Very dormant. Very dormant. Hey. Very dormant. Ametulia. Unamwambia shangwe na vigeregere. Lakini mtu wa kanisani, mtu wangu nakuambia, na mwanasiasa pale nje. Hey. Uwezi tambua kama ndio alikuwa kanisani, alikuwa nimeshanga na vigeregere. Piga makofi. Anapiga tu makofi. Piga tu makofi. Yaani anajaribu tu bwana tu aguzishe mikono kwamba anapiga makofi pale kanisani. Lakini wacha tu mwanasiasa akuje. Anapiga makofi, sauti anaitoa yote. Hata kama ukiwa mbali kilomita 50, ulikuwa unasikia sauti ya mtu fulani. Nisikia sauti yako nikiwa mbali. Hey. What I'm trying to say, kama kuna mzazi, naona kwamba yani, mwambie mom, no, mom, no, please. Usifanye hivyo.
unataka nini? 50 bob. Mom, please tulia nyumbani, I just give you 50 bob. Hata kama iko mwambie mom, no mom please don't mom. Kama ni dad, no please dad, don't do that. Wacha hiyo by chance alikuwa anapita na zinapatiwa. Na wasi niambia kwamba sasa kukuriko unataka kuniambia nikipita tu hivi nione kiongozi anapatiana pesa na mimi niseme mimi ni mtakatifu. Anipatie niseme sitaki. Mimi sitaki, mtoto wangu nikataza. No. If kama unapita anakuambia chukua, just take it. Patile ya kwenda kuzuia kwa barabara, mnazuia convoy ya kiongozi. Simama, unasimama kwa barabara. Zamani. No. Kenyans should be enlightened. Be brave. Tuchanuke kidogo. Sijachomea mtu yeyote, sijakuharibia unga, but piga hesabu. Ila 50 bob unapatiwa leo, that 50 bob it will cost you 5 years, it will cost your children, it will cost your generation over years and years. The 50 bob, shilingi 50 ambazo utachukua zitaleta tatizo, shida kwa familia yako zaidi ya miaka 5 na kuendelea na ile generation yako. Kwa nini? Ninafanya 50 bob nitengenezwe barabara nzuri, nikuwa na economy nzuri, so that nikikuwa na economy nzuri, barabara ni nzuri, biashara itakuwa pale, nitakuwa na pesa, umaskini utaisha. Lakini kikubali shilingi 50, nichukue shilingi 50, itaharibu barabara ambayo nitapatia economy nzuri, watoto wangu wasome vizuri, nikuwe na pesa, watoto wakuwe na maisha mazuri. Sasa watakuwa ni ombaomba tu. Yaani ilikuwa wengine kwa watoto wa shule primary wanatoka shule na kiongozi anapita, tosere. Halafu nikajiuliza, nikasikia yani wivu, nikasikia yani mtu anipatia kweni wangu na mtandika vizuri. Alikuwa ni wangu na mtandika vizuri. No. We can't behave like that. Ngajiuliza, mtoto angekuwa ni wangu, angejionea maajabu. Mtoto mdogo anajua tu tosare, tupatie pesa. Ako primary class 4 anajua kama kuna kupatiwa pesa. Babake, that child is imitating what is the parent is doing. Ile kitu ambacho mzazi anafanya, mtoto ile kitu anachukua. No, I think something should be done. Civic education inahitajika. Viongozi wanafaa tu. I want to appeal to IBC. Mlisema watu wasipatiane pesa, but people are still using money. Just work hard. Just come up, abolish. I don't know if to abolish or to do what, but come up with a new logic way how not to control. Wengine wamekufa kwa sababu ya pesa, wanasiasa wanapigania, mtu anapoteza maisha yake. No, we need to be very unique. Funza watu wawili watatu. Usio mtu anapenda pesa, penda matendo. Ambia mtu I want, staki pesa yako, but what I want, fanya kitu nione. Akisema kwamba mimi ndio nimekupatia, mwambia sawa. Na ukiona mtu anatumia pesa sana, wacha niketi vizuri. Nikwambie mtazamaji, ukiona mtu anatumia pesa sana, wacha nisema vizuri. Ukiona kiongozi anatumia pesa sana kupiga kampeni, huyo kiongozi hana agenda ya Wakenya. Huyo kiongozi ako na agenda ya kujitafutia pesa, aingie apore pesa aende zake. Narudia, ukiona kiongozi anayetumia pesa kupiga kampeni zake, anatumia pesa sana kupiga kampeni zake,
huyo ana manifesto ya Wakenya. Huyo kitu chenye ako nacho ni tumbo, awaragai na pesa, aende kuwaibia pesa zile ziko pale za kufanya kazi na maendeleo, kwa sababu alikuwa ashawalipa. Huyo si kiongozi. Nikielekea kumalizia ya mwisho, uchaguzi umefika, kampeni zimefika, pige hesabu vijana, pige hesabu. Kiongozi ambao kuna manifesto ya kusaidia vijana, kama kijana mdogo aweze kuinuka katika kimaisha, asaidie watu, pia aaje economy ikiwa katika sehemu fulani. Kiongozi ambaye anajali, hatumii pesa kudanganya, kuwavumba macho. Vijana, usipende pesa sana ukiwa kijana, kwa maana itakuharibia maisha yako na familia yako na watoto wako na maisha ya baadaye. Fikiria vizuri, keti chini, tuongeleshane kama vijana, tuchague viongozi ambao wanajali, ambao wanachali vijana, wamama na wazee, wako na manifesto, bila kutumia pesa, bila kutumia pesa. Kiongozi ambaye anatumia pesa kupiga kampeni zake, huyo kiongozi hana ajenda kwa watu wake. Huyo amekuja kuwanunua, awaharibu, aibe, aende, atuache kama tunahangaika. La mwisho, tunaingia uchaguzi, tunaingia kampeni. Watu, mimi kitu ambacho nawaomba tafadhali, amani, kitu muhimu sana. Upendo, kitu muhimu sana. Wewe unawezaona kwamba wale wanasiasa wanapigana, wanatusiana, lakini baadaye wanapatana, wanakula pamoja. Leo wamekuwa pamoja, wanakula saba pamoja, hoteli moja, wanaketi pamoja, wanaongeleshana, wanasalimiana. Wewe na ndugu yako mnakosana, mnapigana kwa sababu ya kiongozi ambaye hawatambui, kiongozi ambaye hakujui, ajui hata jina lako, hajawahi kuona. Lakini ndugu yako ambaye anakujua hapa, mnakula pamoja, mnasaidiana pamoja, mnakopeshana pesa, mnapigana kwa sababu ya huyo kiongozi. Tafadhali, yule ambaye atakulipa tuende kupiga ndugu yako, mwambie hapana. Kula pesa, akikuuliza mbona kumpiga, mwambie hapana. Hapana, kataa. Tunahitaji siasa za amani, kampeni za amani, watu wapendane, kwa maana kura ni siku moja, lakini tutazidi kuishi kama ndugu na kaka na dada siku zote. Baada ya uchaguzi kuna maisha tena yataendelea. Baada ya kura bado maisha yapo. Baada ya kura bado kuna maisha yapo. Baada ya kura, narudia, baada ya kupiga kura maisha yanakungoja, tuendelee mbele pamoja. So penda ndugu yako, penda jirani yako, penda dada yako, hasa wakati huu wa mzimu wa siasa. Asante sana kwa kuweza kuungana pamoja na mimi tangia wakati nilipoingia hapa ndani. Mungu azidi kuwa pamoja na nyinyi ndani ya Kisii Hot TV. Tutapatana tena siku hii ya leo kuanzia mwendo wa saa 3 mpaka wakati kama huu. Kwa sasa ninaomba nikaweze kuondoka, maana wakati wangu wa kuondoka studio umefika. Tuonane majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Asante sana kwenye umeparticipate, na kama uko pale na kama uta subscribe, tafadhali subscribe to our Kisii Hot TV. Kama hauja like, tafadhali, kama utagusa thumbs up, kama utariki nao, tafadhali nao like tu, like, subscribe and share. Sawa sawa. Finally, Mwenyezi Mungu akuwe pamoja na nyinyi, tuzidi kuwa ndugu na kaka ndugu na dada, tupendane, tukae kitu kimoja. Mimi nataka tu niondoke kwenye studio, tusikie yale ambayo yatatendeka leo, na tutaingia hapa ndani kuweza kujadili. Kwa sasa naondoka. Mwenyezi Mungu awakae pamoja na nyinyi, awaongoze kwa kila jambo. Tuonane tena majaliwa kwa Mwenyezi Mungu siku ambayo Mungu atapenda. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen.
Shalom, shalom, shalom. Goodbye, good night, good morning. Nawatakia siku njema, kila kitu. Tupatane majaliwa kwa Mwenyezi Mungu. Bye bye.